Fikiria umekwama katika mbuga ya wanyama usiku wa manane. Giza ni nene kiasi kwamba huoni hata kiganja chako. Nje kuna simba wananguruma na umekwama kwenye lori lililoharibika. Lakini hofu kubwa sio wanyama, hofu kubwa ipo ndani ya lori hilo. Hii ni hadithi ya kijana mmoja anaitwa Juma. Juma alikuwa mpiga debe wa stendi ya mabasi, lakini ndoto yake ilikuwa ni kuwa dereva wa malori makubwa masafa marefu. Siku moja bahati ilidondoka. Dereva mmoja mkongwe maarufu anayejulikana kwa jina la Mzee Kazi alimwambia Juma, kijana, nenda kanyoe, vaa vizuri, kisha tuna safari ya kwenda DRC Congo, nitakufundisha kazi. Juma hakuamini hilo, ila ilikuwa ni fursa ya maisha yake. Siku ya safari ikawadia. Walipakia mizigo mizito, mabauni makubwa aliyofungwa kwa kamba nene. Mzee Mkazi alikuwa na kanuni moja tu, alimwambia Juma, lolote litakalotokea usiguse, usisogee na usiulize kuhusu mzigo ulioko nyuma. Kazi yako ni hapa mbele. Safari ilianza. Siku ya kwanza, ya pili, kila kitu kilienda sawa. Juma alikuwa anajifunza kwa umakini sana, lakini kadri walivyozidi kuenda mbali ndivyo tabia ya Mzee Kazi ilivyoanza kubadilika. Alikuwa na wasiwasi sana. Kila gari la polisi likipita, jasho lilikuwa linamtoka. Siku ya 4 wakiwa katikati ya pori kubwa, majira ya saa 4 usiku, ghafla lori lilianza kutoa sauti za ajabu na likazima. Puu, kimya kikatanda. Mzee Kazi alijaribu kuwasha. Wapi, betri ilikuwa imekufa kabisa. Hali ilikuwa ya kutisha. Nje sauti ya fisi, simba zilianza kusikika kwa mbali. Mzee Kazi alimgeukia Juma, uso wake ukiwa umepauka kwa hofu. Akasema, Juma, tulia hapa hapa, usitoke nje. Mzee Kazi alishuka na tochi, akafungua bonnet ya gari. Juma alikuwa anatetemeka ndani ya gari. Dakika 5 zilipita, 10, nusu saa. Mzee Kazi hakurudi. Hofu ilimshika Juma. Alijiuliza, je, Mzee Kazi ameliwa na simba? Aliamua kushuka. Alishika panga iliyokuwa chini ya kiti, akashuka taratibu. Alikwenda mbele ya gari. Mzee Kazi hayupo. Boneti ilikuwa wazi, lakini hakuna mtu. Mzee Kazi, Mzee Kazi! Juma alikuwa anaita kwa sauti ya kimya, akihofia kusikiwa na wanyama. Lakini sauti ilikuwa kimya. Hakuna jibu lolote lililosikika kutoka kwa Mzee Mkazi. Ghafla Juma alisikia sauti ikiwa inatoka nyuma, sauti ambayo ilikuwa inasikika kama inakuangua kitu. Kuro, kuro, kuro. Alitembea kwa tahadhari kuelekea nyuma. Alipofika kwenye bauni la mizigo, aliona kamba zimelegea. Aliona bauni moja likiwa wazi. Juma alimulika tochi yake ndani ya bauni, lakini ghafla aliishiwa nguvu. Alipigwa na butwaa. Alikodoa macho mithili ya chura aliyobanwa na mtego, na ghafla panga likamdondoka chini. Haikuwa mizigo ya kawaida. Ndani ya lori lile kulikuwa na vizimba, na ndani ya vizimba vile kulikuwa na watoto wadogo wamefungwa midomo, macho yao yakiwa wamejaa hofu kubwa. Na pembeni yao alikuwa amekaa Mzee Kazi akijaribu kumtuliza mmoja wa watoto hao aliyekuwa anapiga kelele. Mzee Kazi alimulika tochi yake usoni mwa Juma. Tabasamu la kikatili lilikuwa linatoka usoni kwake. Nilikwambia usiulize. Asa inabidi uwe mmoja wetu au uwe mmoja mizigo, kwa maana umeshindwa kufuata masharti. Masharti yasema usiguse wala usisogelee mzigo ambao upo nyuma, lakini umekaidia onyo juu. Na safari yako naona inaingia kwenye mateso makubwa sana, Juma.